Inuka tena, nguvu za Baba ziko hapa kwa ajili ya kukusaidia. Inuka tena, jipe moyo mkuu. Yeye aliyeshinda anaweza kukushindia na sasa. Haleluya. Biblia takatifu inasema yule kipofu aliyeketi kando mwa njia ya Yeriko anaomba sadaka. Yule baba ameketi kando ya njia ya Yeriko anaomba sadaka. Akasikia habari za huyu Yesu, akasikia, akasema ni nani anapita? Watu akasema Yesu wa Nazareti anapita. Na ndipo huyu baba akasema, Yesu mwana wa Mungu unirehemu. Watu wakamkataza, wakamwambia nyamaza. Huyu baba ana msiba siku nyingi, yuko kando mwa njia ya Yeriko anaomba sadaka, ana msiba siku nyingi. Lakini siku Yesu alipopita mahali pale, aliomba msaada, akamwambia Yesu, nahitaji nipate kuona, nahitaji nipate kuona. Ndipo Yesu akamwambia, uone sawa sawa na imani yako. Nisikilize rafiki, nisikilize baba yangu, nisikilize mama yangu. Kila tabu, kila matatizo, kila shida, dawa yake ni Yesu. Dawa yake ni Yesu. Dawa yake ni Yesu. Anaweza kukuponya na kukuweka huru. Haleluya. Wakati Petro anazama kwenye maji, akamwambia Yesu, niokoe. Na ndipo Yesu Kristo akamshika mkono akamtoa. Kwa nini Petro alikuwa anazama? Ni kwa sababu alimuona Yesu wake ni mdogo, ila dhoruba ni kubwa. Kwa hiyo imani yake ikaisha, akaanza kuzama. Lakini alipotafakari uaminifu wa Yesu mahali amemtoa, alivua samaki mahali ya kutarajia kuvua samaki. Katikati ya kuzama akainua tena imani yake, akamwita Yesu akamwambia niokoe. Akamwita Yesu akamwambia niokoe. Kinachotuumiza watu wengi, unapopita kwenye shida, shida yako inakuwa kubwa, Mungu wako anakuwa mdogo. Lakini acha nikujenge msuri wa imani, ili jioni ya leo umtazame tena Yesu kwa jicho lingine. Tafakari uaminifu wa Yesu mahali amekutoa, uaminifu wa Mungu mahali amekutoa. Ametembea na wewe kwenye mabonde na milima, amevuka na wewe katika kila shida. Na hapo ulipo sio nguvu zako, bali Yesu ndani yako, bali Yesu yuko pamoja na wewe, bali Mungu amekusimamia. Uwe umeokoka hujaokoka, kama unaishi tambua ni kusudi la Mungu, yani Mungu anakusimamia. Nisikilize, unapotafakari uaminifu wa Mungu kwenye maisha yako, unashangaa shida yako inaanza kuwa ndogo, Mungu wako anaanza kuwa mkubwa. Katikati ya shida yako, katikati ya tabu yako, Mungu wako anaanza kuwa makubwa. Usiache kutafakari. Kuna mahali amekupitisha wazazi wasingeweza, kuna mahali Mungu amekutoa wanadamu wasingeweza.